Hii ndio nini sasa nafanya? Kama uipendi miguu yako, tambuka huo mstari na kugeuza kuwa mlemavu sasa hivi. Alafu we mzee, nimekuambia mara ngapi kuhusu kukanyaga katika ile eneo langu? Unanitafuta nini? Wewe kijana wewe. Hivi una matatizo gani wewe? Una shida gani wewe nakuuliza? Unataka kufia kwenye mikono yangu, si ndio? Mbona unielewi bwana? Mimi nikizungumza unataka kunielewa. Una shida gani? Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Mimi ni mtu mzima bwana, sio mtoto mdogo. Watu wote hapa kijijini wananiheshimu na heshima zangu bwana. Mbona unataka kunivunjia heshima? Mimi nazungumza, sitaki kijana wangu aje awe binti yenu. Mna shida gani? Huu mji wa nini? Mimi nishasema hata mama yako anijua. Mimi sifuatilie na mtu vijana wote hapa kijijini. Wala hakuna anaweza kunizungumzia mimi kwa ubaya. Una shida gani wewe? Mimi siogopi uchawi bwana. Siogopi uchawi bwana. Unajua nini mzee? Mimi na majina matatu mabaya. Jina la kwanza Makumazan. Jina la pili Kichwa Ududu. Jina la tatu Mbimbili Samavi. Kila jina lina maana yake na kila jina lina matukio yake. Alafu nisikilize, wewe ndo mwenye mtoto wa kiume ambaye amekuja kutoa posa kwa dada yangu. Mimi ndo napaswa kunungunika. Una mtoto wa kiume alafu unanungunika nini sasa? Sasa hiyo biashara mimi sitaki. Sitaki hiyo biashara iendelee. Sitaki ya mambo yaendelee. Kwa nini unalazimisha kuoa katika familia yangu? Sitaki. Sitaki mdogo wako aolewe kwenye familia yangu. Sitaki mtoto wenu aolewe kwenye familia yangu. Sitaki kukumuona. Rabbana dhukna fa'na warhamma. Mzee Kibabu. Allahumma ighfir lahu walhammahu matfil janna. We mzee, fanya chochote kile unachokiona. Kifo chako kipo mikononi mwangu. Wewe unanitishia? Ai. Sasa subiri tuone kama utaiona kesho. Ukiona kesho wewe, mimi nitarudi utotoni. Pumbavu, mjinga. Konko liko mlango wa chuma, ukiufungua hauna huruma. Tutaona. Shikamoo mzee. Shikamoo mzee. Shikamoo baba mkwe. Wewe mtoto. Hivi kwa nini wewe ni binti mzuri afu unaishi kwenye familia za kijinga jinga? Yaani hata umlaumu Mungu kwa kile alichokifanya. Mungu anakuwekaje wewe katika familia ya ajabu kama ile? Anakupaje kaka wa ajabu kama yule? Unakaa unazaliwa kwenye familia ya kijinga jinga. Unakuwa na kaka asiyekuwa na akili timamu. Yule ni mtu. Unakuwa na kaka anapingana na Mungu. Mungu amempa nywele, yeye ananyoa nywele nusu hivyo. Unamwona yuko sawa yule? Hata akili yake ile imetimia. Sasa hiyo biashara inaendelea. Hiyo biashara sitaki iendelee. Sawa? Na hata wewe. Samaki mmoja akioza wote wameoza, pumbavu. Nini unaniangalia na wewe unaangalia unakaa unaweka macho hapa. Toka hapa. Pita wewe mjinga. Unajua nini? Mpaka nimekupa dumu langu ukalie. Nimekuheshimu sana. Aya, sema. Nini kilichokuleta? Samahani sana shemeji. Mimi kilichonileta hapa
Nilikuja tu kuulizia ile tarehe ya harusi. Kama iko pale pale haula. Kwa sababu linabidi nifike hapa. Nadhani uko na akili timamu. Na imani nikikwambia jambo utanisikiliza kwa umakini mkubwa na uwaredi mkubwa. Swala la harusi nimelisitisha. Sitaki umuoe dada yangu. Yaani sijakuelewa hapa shemeji. Ni kwamba yeye bi harusi kalisitisha au wewe imekuwaje? Sio yeye. Ni mimi kaka. Mwenye maamuzi. Ndo nimesitisha hilo swala. Sasa shemeji, wewe mbona kama unanichanganya shemeji yangu? Wewe ndio kwa mtu wa kwanza mimi kunisimamia. Wewe ndio mtu wa kwanza mimi kunishauri ili swala tulipeleke haraka. Kwa sababu hata Mwenyezi Mungu anasema swala la kuoa ili lisichukue muda mrefu. Mbona unageuka shemeji? Nimekukosea nini mimi? Una uhakika na kinywa chako kinavyozungumza kwamba unahitaji kumwoa kweli dadangu? Mimi Mlamu, nia thabiti kabisa kumwoa dada yako ninayo. Na ndio maana nikatuma wajumbe hapa. Hii ikiwa kama sehemu ya wao kuletea miposa hapa na kuja kuoa. Kwani kuna nini shemeji? Sawa. Hilo swala niachie mimi. Lakini harusi haitakuwa kesho kutwa. Jessica. Kwa nini umechelewa kurudi? Wakati nipo njiani, nilikutana na baba mkwe wangu mtarajiwa. Yeye ndo kanichelewesha. Kuna kauli kaniambia, sijui alikuwa anamaanisha nini. Ameniambia, samaki mmoja akioza, wote wameoza. Sijui alikuwa na maana gani. Kabla sijakwambia anachokimaanisha, na mimi namaanisha. Naomba unisikilize kwa umakini. Swala lako la ndoa nalisitisha. Sitaki uolewe katika familia ile. Narudia tena. Sitaki uolewe katika familia ile. Ukisubutu kutia neno, ududu utakuhusu. Lakini Bakido. Sinakuita wewe. Mbona nakuita unanyamaza? Mzee wangu, kwani tafsiri ya neno kugeuka hivi na kuangalia? Sasa nimekuitikia tu. Nimekuita hapa unatakiwa uitike. Sio nakuita unanyamaza. Kwa nini unanyamaza? Hivi mtoto anajifunza wapi kiburi hicho? Sasa hivi naona umeanza kukua. Kila nikizungumza unazungumza. Haya mambo unatoa wapi ujinga? Ya baba wewe, toka juzi mimi nakuona. Kuna hali fulani hivi unayo. Hali hasira. Hali lawama. Mzee, mimi bwana sitaki matatizo na wewe. Wewe ni baba yangu na nakuheshimu. Mimi ni baba yako. Mimi nimekutoa katika mifupa yangu. Wewe ni mkojo wangu. Mimi ni baba yako mzazi. Unatakiwa unisikilize kitu gani ambacho nataka. Ili nifurahi, niseme sasa na kijana nimekuwa na dume. Inanisikiliza. Leta binti ambaye mimi namtaka. Sitaki uwe kwenye familia. Sitaki. Mbona lazimisha? Kumbe wewe bado nao yale. Mzee, kuna vitu vitatu vya msingi duniani binadamu anatakiwa kutimiziwa kwa haraka. Cha kwanza, ikitokea mtu amekufa, basi anatakiwa azikwe mapema iwezekanavyo. Cha pili, kama mtu anatakiwa kusilimu kwa dini yetu, basi asilimishwe haraka iwezekanavyo. Na cha tatu baba, kama mtu kakuwa mkubwa na amefikia umri wa kuoa ili kuepuka na kuepusha zinazokuwa na ajabu, basi aozeshwe.
ndio mimi mzee wangu. Sasa mzee, katika hivyo vyote Mungu alivyokuwa ajabu, hata kitokea mlikuwa kuna msiba, aidha mtu kafa au kafiwa, na nyumba hiyo hiyo mtu anatakiwa kuolewa au kuozeshwa, basi Waislamu wanasema hivi, huyo mtu anatakiwa kwanza aoe, alafu ndo msiba uzikwe. Wewe mtoto wewe, chunga maneno yako. Hivi mimi baba yako ni nani? Au unataka nikuvulie nguo hapa niseme unajua nimekasirika? Mzee, uone kama unajidhalilisha hapa. Nisikize mzee wangu. Sawa? Mimi nakwambia hivi mzee, iwe jua, iwe mvua, mimi lazima nioe. Wekido. Yaani mliso na akongere. Yaani siku hizo unazungumza na unazungumza. Hii mtoto ana matatizo gani huyu? Huyu mtoto ni wa kwangu, nimemzaa mimi. Unakuja unaniletea mambo ya kipuuzi. Sasa tutaona kama hii nyumba wewe huyo unamtaka ataingia kwenye hii nyumba. Labda nione nimekufa. Jinga wewe. Pumbavu. Bwana Kido, mimi nimekuelewa. Lakini mimi jambo la kushauri ni hili moja tu. Huyo ni mzee na hayo ni maamuzi yake. Unajua kwa nini ameamua hayo maamuzi? Unajua ni kwa nini amekuambia hivyo? Mimi nafikiri ungemsikiliza kwanza mzee ni nini anataka. Unajua Mfinanga, mimi nakuelewa sana ndugu yangu. Na unachokimaanisha mimi nakielewa sana. Sasa mimi mume wangu ushakuwa sasa. Na hata vitabu vya dini vinasema kijana yote alifikisha umri fulani, kama anahisi ana uwezo wa kumpata mwenzie na kumweka ndani ili kuepusha zinaa na uzinifu ambao hauna maana kwa vijana, basi ni bora kijana huyo aoe. Ndio mimi sasa nachofikiria. Nikisema kwa sababu umri wangu umeshafika na mwenzangu nimempata, sichaguliwa na mtu yoyote, nikasema bora nioe. Lakini toka nivanza madai hizo nyumbani, mzee Kibabu kabadilika sana. Yaani haelewi hata kidogo. Yeye ni muda wote hataki kabisa swala la kuoa. Sasa najiuliza kwa nini baba yangu hataki mimi nioe? Kwani kuna shida gani? Unajua Kido, mzazi ana nafasi kubwa sana. Sawa, hebu tufute picha. Sawa, ndo umeoa. Yeye hajalizia. Hiyo ndoa inaishije kwa amani? Unajua mzazi ana uwezo wa kuongea kauli yoyote na ikakuletea wewe matatizo. Mimi nahisi baba kuna kitu anataka kutoka kwangu. Kwa sababu Mungu wenyewe ameleka ile swala hadharani, wazi hata kwenye vitabu vyake vimeandikwa. Jamani, oaneni mkazaliane. Ndugu yangu, mimi nitakwenda nitaoa. Na lazima nioe. Sasa Mfinanga, baba nikuulize swali. Hivi kati ya Mungu na baba, kipi bora? Kwa sababu Mungu anapotuamrisha sisi tuoe na watu wengine waolewe wanawake, alafu baba anapokata mimi nisioe au mtu asiolewe, nani unaona yuko sahihi hapo? Mimi nafikiri Mungu ni bora. Lakini mzazi ana nafasi kubwa sana katika maisha yako. Lakini unajua mzazi ni Mungu wa pili baada ya Mungu wa kwanza mwenyewe. Maamuzi ni kwako. Uoe au usioe. Na maanisha kwamba uyafuate ya baba au ya Mungu. Acha hata sioni. Baba. Habari za saizi kijana wangu? Nipo hapa baba, nimekaa hapa.
Nikasema nikupigie kijana wangu nijue kama umerudi. Umesharudi? Niko hapa nje mwanangu. Nikaona nikupigie simu nijue kama umesharudi. Kumbe uko umehangaikoni bado. Sawa, huo ndo wanaume baba. Pambana. Sawa. Haina shida baba. Saa ngapi? Haya. Haya, sawa. Haina shida baba, haina shida. Haya. Baba. Mama. Usiogope mwanangu. Usiogope kwa sababu umeniona mimi hapa. Mimi ndio baba yako sasa. Umetaka kuingia kwenye familia yangu kwa lazima. Takuruhusu uje, karibu sana mwanangu. Unajua hata kwenye harusi yenu mimi sikuja kunialika bwana. Sikujua kama nyinyi mpo. Mnafanya mambo yenu nyinyi mnavyotaka. Hamkuona umuhimu wangu. Ila sio mbaya, mimi nikaona nijipendekeze. Nimekaa pale nikang'atwa na umbu sana. Nikaona nije sasa niongee na wewe. Maana ni mara yangu ya kwanza toka umeingia kwenye ndoa. Habari ya ndoa lakini inauma nzuri. Mimi ndo baba mkuu wako bwana. Toto huyu mjanja na watu weupe tu. Chawi. Nikaona nikuletea hata zawadi hapa. Shika hii mama. Hii ni zawadi yangu. Mimi kama baba mkuu wako. Tampa na mwenzako, sawa? Chukua sasa. Mwanangu, habari za asubuhi baba. Salama mzee. Unajua sasa baada ya kuona nataka niende bondeni. Nikaona nikusubiri hapa mlangoni mpaka utoke. Nikuulize kama ulipata zawadi yangu ya harusi. Ulipata zawadi yangu ya harusi? Hapana mzee. Sijapata zawadi yote kutoka kwako. Hii ni kwa ajili ya nini? Jana usiku baba alimpatia mke wangu na kumweleza kwamba hiyo ni zawadi yetu ya harusi. Nikaona bora nikuletee uje uione. Zawadi ya harusi? Sanda? Hata mimi nilishtuka sana shemeji. Ni kweli sanda hiyo. Sasa nisikilize. Hii niachie mimi. Alafu babako ataonana na mimi.